Ilikuwa majira ya saa 11 jioni katika nyumba moja nzuri, ilikuwa na mandhari nzuri ya kuvutia. Binti mrembo Mary alikuwa akikaa nyumbani kwao pamoja na mashoga zake wanne, Happy, Juliet, Sauda na Zena. Alikuwa akipiga story huku akiwa wanafurahia, kwani Mary alikuwa anawaambia wenzake kuwa hivi karibuni avalishwa pete na mpenzi wake Chris, kijana wa bilionea ambaye walianzisha mahusiano yao miezi 4 iliyopita kwa kuunganishwa na wazazi wao. Kwa hiyo kutakuwa na sherehe ya kuchumbiwa, aliuliza mmoja wa marafiki zake. Hivyo wewe unanionaje? Unanichukuliaje kwanza? Kwa hadhi yangu, Chris, unafikiri tutachumbia kimya kimya? Sherehe lazima mama, hata kila mtu ajue naenda kuchumbiwa na Chris. Muda sio mrefu na kuwa mke kabisa. Rafiki zake waliangaliana huku wengine wakijifanya hawajasikia chochote, na kwa sababu wanamjua vizuri Chris. Chris ni kijana miaka 25, anatoka kwenye familia yenye uwezo mno. Pia familia yao inajulikana sana kutokana na mali, kampuni ya hoteli 2 za hadhi ya nyota 5 walizokuwa nazo. Anamiliki baba yake pia anamiliki mali nyingi sana. Baba yake mkubwa alikuwa ni mtu mwenye kujiweza na kumiliki mali nyingi. Pia Chris alikuwa ni kijana mtanashati mno. Alikuwa na kila kitu alichokitaka. Alikuwa na nyumba ya ndoto zake, magari aliyotaka ya kutembelea. Pia alipenda mno starehe. Alibadili wanawake kadri anavyoweza kwa sababu hakuamini katika mapenzi. Aliwachukulia wanawake wote ni wasaliti. Hakuna mwenye mapenzi ya kweli. Aliwahi kupenda, lakini mwanamke alimpenda, alimpa kila kitu, lakini aliamua kumsaliti kwa kutembea na mwanaume mwingine. Kuanzia hapo Chris aliamua kutopenda. Alitumia pesa zake kupata mwanamke kwa ajili ya starehe, na mwisho aliamua kuachana naye na kuendelea na mambo yake mengine. Aliamini pesa ndo kila kitu kwake, na pesa itamfanya apate anachotaka. Mary akiwa anaendelea kuwapa mashoga zake ratiba ya sherehe yake ya uchumba, simu yake iliingia message upande wa WhatsApp. Mary hakujali, aliendelea kuongea, mara zikaingia message nyingine 2. Hapo ndipo aliamua kuangalia nani anamtumia message. Alipofungua alikutana na picha 3 za Chris akiwa na mwanamke ukiwa kwenye moja ya hoteli yao ya chini. Aliangalia message nyingine ikisema po namba 112. Mary alikunja uso wake, alibadilika mpaka sura yake ikawa nyekundu. Vipi Mary, kwema? Happy aliuliza. Mary hakujibu, alinyanyuka haraka akaingia chumbani kwake, akachukua pochi yake ndogo, akatoka tena. Mary, unatoka? Unatuacha hapa? Natoka mara moja, kama mtaweza kunisubiri sawa. Kama hamwezi tutaonana siku nyingine. Tunaweza kukusindikiza uendako. Hapana, alijibu Mary huku akitoka. Aliwacha wenzake wakiangaliana na kuguna tu. Huyu atakuwa chizi kwa ajili ya Chris. Unajuaje kama sababu ya kuwa vile ni Chris? Unajifanya mgeni. Ukimwona Mary yupo kwenye hali ile, jua amechafuka. Shushushu wake kashampa habari kuhusu Chris. Nilimwambia ukimla bata usimchunguze, lakini asikii. Mmoja wao alicheka. Unacheka nini? Mary ananifurahisha sana, yani unachanganyikiwa kwa sababu ya mtu aliyoshinikana na wazazi wake. Hivi ndoa inatafutwa au hizo mali aonekane kaolewa kwenye familia ya kitajiri? Shoga, naona anatafuta vyote, ndoa na umaarufu, ila mpaka kupata hivyo vyote lazima vitamgharimu. Mary alifika hotelini, alipita mapokezi na kutaka kuelekea kwenye lifti ili aende chumbani. Ghafla alishikwa mkono. Aligeuka kuangalia aliyemshika mkono huku akikunja uso wake. Alimshika mkono alikuwa mhudumu wa kiume pale hotelini. Samani madam, naweza kukusaidia kitu? We, hebu niachie mkono wangu haraka kabla sijakurarua na hizi kucha zangu. Mhudumu aliangalia hizo kucha za bandia jinsi zilivyokuwa ndefu. Ilinibidi amwachie tu kwa sababu ya usalama wake. Pumbavu. Unaona una hadhi ya kushika huu mwili wewe? Kibaraka. Unajua natumia gharama gani kuhudumia ngozi na huu mwili? Nisamee madam, aliongea yule mhudumu huku akiwa ameinamisha kichwa chake chini. Mary alifyonza kwa hasira, alafu akaondoka kwenda kupanda lifti. Mhudumu alirudi mapokezi, sijui kwa nini yupo hapa, na alionekana
anajua hadi chumba alichokuwepo Chris. Sasa wewe unaogopa nini? Mwacha kakutane na mke mwenzie. Sijui nini kitatokea huko juu. Wewe tulia. Mary alifika mpaka chumba alichoambiwa 112. Alisimama mbele ya mlango na kugonga kwa nguvu. Wakati Chris alikuwa akiburudika na mwanamke wake huko chumbani, hakujali hodi mpaka yule mwanamke alimwambia, "Baby, kuna mtu anagonga." Achana naye," alisema Chris huko akiendelea kuruhusu kishindo cha yule mwanamke mlangoni. Aliendelea kugonga kwa fujo mpaka ikawa kero. "Mpuzi gani ananifanyia fujo hivi?" aliuliza Chris huku akinyanyuka kitandani. Alienda kuchukua taulo, akajifunga kiunoni na kwenda kufungua mlango. Alikutana na sura ya Mary. Alistuka. "Umefuata nini hapa?" aliuliza Chris kwa kigugumizi. "Nipishe niingie ndani." "Ukafanya nini?" aliuliza Chris kwa kujiamini. Mary hakujibu. Alimsukuma kwa nguvu mpaka Chris akataka kuanguka. Mary kaingia ndani, kamkuta yule mwanamke kakaa kitandani. Kabla Mary hajaongea chochote, alirusha pochi yake kwa yule mwanamke. Alijikenga uso wake ili pochi simfikie. "We malaya, unafanya nini na mchumba wangu?" "Hey we, acha ujinga wewe. Vaa nguo uondoke. Unafikiria utatoka hapa kirahisi yani mpaka nije nikutie jino kwanza, nikutoe jicho moja, ndo utakuwa na akili, utakaa sawa, utajua mwanaume wa mtu anavyouma." Chris alimshikilia Mary akiendelea kuleta fujo yule mwanamke wasija kaumizana. "Eti mme wangu ana alama usoni, mvalishe bango shingoni ili tujue mwanaume mwenyewe wako peke yako huyu, alizaliwa kwa ajili yako." "Eti mwanaume wangu, ukiona mwanaume kafuata mwanamke mwingine ujue we una kasoro. Jitathmini kwanza ndo unifuate mimi kunilaumu kwamba wewe ni mwanaume wako." "We malaya," Mary alitaka kumrukia. "Oyafanya utoke, nitamwachia kupasue," Chris alimwambia yule mwanamke wake. "Nipe hela yangu, chukua kwenye wallet. Wallet ipo kwenye suruali yangu." Kachukua pesa yako. Yule dada alichukua wallet, alichukua pesa zote kwenye wallet. "Chris, wewe ni mtu aina gani? Yaani unamruhusu achukue hela? Ona, anachukua hela zote." Chris alionyesha hajali chochote wala hamjali Mary. Yule mwanamke alivyoondoka walibaki wenyewe wakiendelea kurumbana. "Nini sasa? Nini kivipi? Hivi unajifanyia nini hivi? Unaona upo sawa? Sikiliza Mary, mimi siwezi kutulia na mwanamke mmoja. Na kama umeamua kuwa na mimi basi nipe uhuru wa kufanya mambo yangu." "Yaani unamaanisha ni kuachia uendelee kuchangamshana na malaya zako? Kama uwezi nenda zako, sababu sikukuchagua. Sikuwa tayari kuoa. Ni hao wazazi ndo wanataka. Ina maana una mapenzi na mimi?" "Sikiliza wewe, usitaki kuchimba mambo, yatakuumiza moyo wako. Utabaki kuwa wewe mwanamke uliochaguliwa na wazazi, na sio mimi Chris nilokuchagua." Ushamaliza kuongea? Alitushwa na kofi la shavuni kwake. Chris alishika shavu lake huku akimwangalia Mary kwa hasira. "Umenipiga kofi na nitakupiga zaidi endapo utaendelea kuongea ujinga wako." Chris alimwangalia huku akiwa anafikiria kumpiga, lakini aliona hakuna sababu ya kumpiga. "Toka mbele yangu kabla sijafanya kitu kibaya kwako. Fanya uone kama wewe ni mwanaume kweli." Walipotoka, Chris alichukua simu na kumpigia polisi mmoja akieleza kuhusu Mary. "Huyo mwanamke mjinga, mwekeni ndani ajifunze adabu." "Sawa, usijali," alijibu yule polisi. Baada ya masaa mawili kupita, wazazi wa Mary walipata habari kwa binti yao yupo rumande, kapelekwa na Chris. Wazazi wa Mary walipata taarifa. Wazazi wa Chris walichukizwa sana na hizo taarifa. Walimpigia simu mtoto wao, lakini Chris hakupokea simu. "Hivi mtoto anataka kutoa uhai wangu ndipo aridhike? Hii ni aibu gani mke wangu? Chris kanidhalilisha, yaani mchumba wake kamweka ndani. Wazazi wetu
Mani, wazazi wake watatufikiriaje? Acha kwanza binti atoke polisi, tutajua la kufanya. Baba yake Chris alifanya mpango, akamaliza kesi ya Mary. Akarudi nyumbani kwao. Chris alirudi nyumbani kwao, akawakuta wazazi wake wanamsubiria wakiwa na hasira. Shikamoo baba. Shikamoo baba. Hebu njoo hapa, aliongea baba yake kwa ukali. Chris alisogea walipo wazazi wake. Umefanya jambo gani la kutudhalilisha? Mama, hujui tu Mary alifanya nini. Amefanya uharibifu mkubwa sana pale hotelini. Lakini chanzo sababu ni wewe. Hivi kwa nini hautaki kubadilika Chris? Yule ni mchumba wako, mke wako mtarajiwa. Kwa nini unamfanyia vibaya vile? Kwa nini unamtendea vibaya? Unatakiwa tuende tukaombe msamaha. Baba, siwezi kuomba msamaha. Na wala sijali anajisikiaje. Kwanza mimi sikuwa tayari kuoa. Nyinyi ndio mmenilazimisha. Humtaki Mary? Ndiyo, kwa sasa sipo tayari kuoa. Niacheni nichague mwanamke nitakayeamua kuishi naye. Alafu swala la kuoa bado sijapanga kuoa wakati huu. Chris alikuwa mkali kuhusu swala la kuoa na alimkataa Mary mbele ya wazazi wake. Baba yake alikasirishwa sana na maamuzi ya Chris. Alitoa tamko moja, kama umeamua hivyo na mimi nasema hivi, sitaki kukuona nyumbani kwangu. Unatakiwa uondoke, sawa? Sawa baba, nitaondoka hata ukitaka sasa hivi. Nyamaza, Chris, usimjibu baba yako. Utaondoka uende wapi? Mimi ni mwanaume mama, na washukuru mmenipa elimu hiyo. Itakuwa bora kwangu na nitafanyia maisha yangu, alijibu Chris kwa kujiamini, kisha akaondoka kuelekea chumbani kwake. Kesho yake kulikuwa na kikao kati ya familia mbili, familia ya Mary na familia ya Chris. Walikaa ili waweke sawa masuala ya watoto wao. Muda huo Chris hakuwepo na ndio alikuwa anasubiriwa ili kikao kianze. Mama Chris, hebu jaribu tena kumpigia mwanao. Baba Chris alimwambia mke wake. Mama Chris alifanya hivyo, alipiga simu lakini haikuwa ikipatikana. Bado hapatikani. Baada ya muda alikuja msichana wa kazi akiwa na karatasi mkononi. Alimfuata Mama Chris na kumnong'oneza kitu, kisha akampatia ile karatasi. Mama Chris alisoma ile karatasi kisha akampa mume wake. Baba Chris alisoma ile karatasi kisha alishusha pumzi na kuegemeza kichwa chake kwenye sofa. Kuna nini Mr. William? Aliuliza baba yake Mary, huku kila mtu akionekana kuwa na shauku ya kujua kilichoandika kwenye ile karatasi. Chris ameondoka leo asubuhi, ameelekea Tanzania. Mary alistuka, akamwangalia mama yake. Mama yake alimtuliza, vipi kuhusu mpango wa kumwoa binti yangu? Kakataa tena. Maisha yake yatakuwa huko. Mary kusikia hivyo aliondoka huko akiwa anatoka machozi. Ilikuwa aibu kwake kwa sababu ameshawatangazia marafiki zake wote. Watu wengi walikuwa wanajua anaolewa na Chris. Chris alifika Tanzania na kusimamia mjengo mkubwa la kibiashara lilokuwa linamilikiwa na baba yake. Pia alipangisha apartment na kununua gari kwa ajili ya matumizi yake. Kama kawaida yake, tabia ni kama ngozi, haiwezi kubadilika. Alikuwa ananunua wanawake kwa ajili ya kumaliza shida zake za kimwili. Siku moja Chris alikuwa akiangalia hali ya hewa na mazingira maeneo alikuwa akiishi. Kweli Tanzania inavutia. Nadhani natakiwa kutembelea vituo vyote vya utalii nipate kitu, nijisikie vizuri na nipate cha kusimulia. Akiwa bado anatembea huku anatafakari, aligongana na binti mmoja ambaye alikuwa anatembea haraka kama vile anawahi sehemu, na mkononi alikuwa amebeba kikapu. Kile kikapu kilianguka chini. Viana aliokota haraka na kuangalia vilivyopo ndani kama vipo salama. Alipoona kila kitu kipo sawa, alimwangalia Chris usoni kwa hasira. I'm sorry, alisema Chris. Wewe mzungu, kwani uoni? Sijui unashangaa nini cha maana hapa. Umeshindwa kushangaa huko kwenu, unakuja kushangaa
ili vumbi la Tanzania, au uko ulikuwa unakaa Uswahilini? Basi umefika hapa vingi unashangaa. Huu mtaa wa kitajiri, hizi lami zinazotengenezwa kila mwaka na kutiwatua viraka, alisema Vianney huku akiwa anamwangalia, na alikuwa na hasira sana. Chris hajui Kiswahili. Kesho yake mida ya saa 2 asubuhi, Vianney alivaa vazi lake safi, sketi nyekundu ya rangi ya ugoro na blouse nyeupe, na kichwani alikuwa kasuka nywele zake vizuri za kupendeza. Alitoka nyumbani kwao huku akimwomba Mungu aweze kupata kazi. Alitoka mapema ili kuwahi miadi. Unajua tena foleni za barabarani zingeweza kumchelewesha na kujikuta anakosa kazi. Majira ya saa 3:30 alikutana na Jimmy. Walipanda kwenye gari. Jimmy aliwasha gari na kuelekea kazini kwa Chris. Bosi wako ni mtu poa eh? Sio bosi wangu, ni binamu yangu. Baba yangu na mama yake wamezaliwa na baba mmoja, mama mmoja. Sawa, hapo nimekuelewa sasa. Nikisema anaitwa nani vile Chris? Unaweza kuniambia ni mtu aina gani? Wa kawaida tu, ana mambo mengi, ila ukifika usiongee sana. Nitaka kujua hivyo nisije nikaribu. Nilifika kazini kwa Chris, nikakaribishwa mpaka ofisini kwake. Wakati naingia, Chris alikuwa busy na laptop yake. Aliponyanyua uso kuangalia Vianney, alistuka kumuona Chris, lakini kwa Chris alikuwa kawaida tu, hakuonyesha hali yote ya mshangao wala kustuka. Vianney alivuta shati. Jimmy aligeuka na kumuuliza, vipi, huyu ndo binamu yako? Aliuliza kwa sauti ya chini. Ndio. Mungu wangu, hapa kazi sina. Na kwa mama Abi nitakuwa nimelikoroga, sijaomba hata ruhusa. Kwani vipi? Kabla Vianney hajaongea, wakasikia Chris akisema, karibu, mbona umesimama huko? Mama yangu ndio mwenye sauti ile ile, hebu twende bwana. Jimmy alimshika mkono, akaenda akakaa kwenye kiti. Vianney alikuwa anaona aibu kumwangalia Chris usoni. Wakati huo Chris alikuwa anamkazia macho, anamwangalia usoni. Chris, huyu ndio yule dada niliongea naye jana, anaitwa Vianney. Nimefurahi sana kukutana naye kwa mara nyingine tena. Miss Vianney, kumbe umeshawahi kukutana? Ndio, nilikutana japo kulikuwa kukutana kwetu kulikuwa kwa shari kidogo, ila yamepita. Naomba unisamehe bosi wangu, zile zilikuwa siri za maisha tu, aliongea Vianney kwa upole. Usijali, alijibu Chris huku akiwa na tabasamu usoni kwake. Kwa hiyo kazi nimepata? Ndio, kwa sifa alizonipa Jimmy, kazi umepata. Ila mimi bosi wangu mwenzio nimekosea na nina uhitaji wa kazi. Familia yangu inanitegemea. Pale jirani yetu kuna bibi mmoja mzee hajiwezi, mimi ndio huwa nampa msaada, hivyo na kuomba unipe kazi ili niweze kusaidia watu wenye uhitaji na wewe utalipwa na Mungu. Utaharibu sasa, maneno mengi ya nini? Alisema Jimmy. Nilikuwa najieleza ili aelewe. Sasa nimekuelewa. Unataka nikulipe mshahara kiasi gani? Siwezi kujipangia na kusikiliza wewe bosi wangu mzungu. Vipi kama tukianza kwanza kwa matazamio, baada ya hapo nitakulipa 300,000. Kwa kuwa ina shida hiyo itatosha sana bosi wangu. Naweza kuanza kazi kesho mapema sana, nitakuwa nimefika. Unakaribishwa sana. Walimaliza maongezi, alafu Jimmy na Vianney wakaondoka. Wakiwa kwenye gari, Vianney hakuacha kumsifia Chris. Jamani, wazungu wamepewa maua, wape maua yao. Huwa wana vifua vya kubeba chuku. Yani ungekuwa ni wewe Jimmy, nisingethubutu kumpa kazi. Nawaza sana wewe mwenye ngozi nyeusi, kwani ulifanya nini?
Si ndio yule nilikwambia nilikutana naye, nikachambana naye, nikamuita mdoli? Chunga sana mdomo wako, utakuponza. Kesho yake mapema sana Vian alienda kuanza kazi huku akiwa amebeba mabegi yake. Alimkuta Chris ndio anajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Habari za asubuhi bosi mzungu. Chris alitabasamu alafu akasema salama. Unaweza kuniita Chris, inatosha. Pole kama nimekosea kukuita bosi mzungu. Nitatoa hilo jina mzungu, nitakuita bosi. Maana kukuita jina lako peke yake itakuwa nimekosea heshima. Chris, inatosha sana. Jimmy atakuelekeza kila kitu cha kufanya hapa nyumbani. Sawa? Sawa boss Chris. Baada ya kumaliza kuongea, Chris alipiga hatua kulifuata gari lake lilipo na Jimmy aliingia ndani wakiwa wanaongozana. Vian alipofika sebeni, Vian alisimama kwanza. Hebu subiri, kuna kitu nimesahau kumuuliza Chris. Alitoka nje akamkuta Chris ndio anawasha gari. Chris, aliita Vian huku akiwa anakimbilia gari. Chris alisimamisha gari akawa anamsubiri. Vipi, kuna tatizo? Nisahau kuuliza jambo muhimu sana. Jambo gani? Unapenda leo nikuandalie chakula gani? Niandalie ugali na dagaa, kuku wa kuoka mwenye viungo. Usisahau saladi. Yaani kachumbari na mandimu ya kutosha. Nitoe kitu mchapuko, nikiweka mdomoni mpaka mwili wote unapata kusisimka. Mchapuko ni nini? Mchapuko yani uchachu kama vile limau ndimu. Okay, ndio, alijibu Chris huko akicheka. Usijali, utakuta viko mezani vinakusubiri. Sawa, asante. Okay, bye mzungu, uwe na kazi njema, alisema Vian huko. Siku zilienda, Vian aliendelea vizuri na kazi yake. Chris alizidi kufurahia chakula kilichoandaliwa na Vian. Mara kwa mara Chris alikuwa akirudi nyumbani mapema. Alipata chakula. Baada ya hapo alienda kujiandaa. Alivalia vizuri tena nguo zake za gharama. Halafu alikuwa anaenda sehemu ya starehe na kuchukua wanawake na kwenda kumalizana nao hotelini. Halafu kesho yake mapema alirudi nyumbani. Siku moja alirudi mida ya saa 11 hivi. Alikuta bado Vian amelala. Alianza kumuita tangia akiwa mlangoni. Vian. Jimmy aliposikia alitoka kwenda kuangalia. Imekwaje Chris anamuita Vian moja kwa moja? Tena sauti ya juu. Kuna shida gani? Wewe ndio Vian? Mimi, lakini huwa uhitaji huo sio wa kistaarabu hata kidogo. Ukizingatia sasa hivi bado asubuhi, watu bado wamelala. Jimmy, niache, nimechoka sana. Sitaki kupigizana kelele na wewe. Mwambie Vian nahitaji supu, aliongea Chris huku akienda chumbani kwake. Na Jimmy alikuwa akimsindikiza kwa macho. Wakati anapandisha ngazi alikutana na Vian. Ulikuwa unaniita? Kumbe ulisikia. Kwa nini ukuja mapema? Ilikuwa nahisi bado nipo ndotoni. Nenda kwa Jimmy, atakupa maelekezo. Vian alisogea pembeni akampisha apite, ndipo naye akashuka chini. Akamkuta Jimmy kasimama, amekisha kunywa pombe. Sasa anakuja kusumbua asubuhi. Niandalie supu. Acha nikamwangalie huko chumbani. Sawa, ila ongea na mzungu wako, hapa ni Tanzania, sio huko uzunguni kwao. Anakunywa ovyo, ipo siku atakunywa pingu ajiarishie. Mimi sitashika uharu wa mtu mzima. Jimmy alienda chumbani kwa Chris na Vini alienda jikoni kuandaa supu. Jimmy alifika chumbani kwa Chris akamkuta kajilaza kitandani. Alijaribu kumwamsha lakini Chris alijifanya kalala fufufu. Hasikii kabisa. Unajua unanisikia, ila jeuri tu, na ukiendelea na hizi tabia zako za ajabu nitamwambia shangazi. Pia hutaweza kuishi na mtu hapa ndani. Vian ni mfanyakazi wako, lakini haina maana umfokee unavyotaka. Jimmy aliongea akiwa kama vile anaongea mwenyewe. Mwisho aliondoka akaenda jikoni kwa Vian. Alimkuta Vian anapika supu. Vian, nisamee mimi kwa ule kilichotokea. Usijali, ni kawaida. Nimegundua huwa akilewa akili yake inabadilika. Sijui ataacha lini hizi tabia zake za ulevi na kubadili wanawake kama vile anabadili nguo, alisema Jimmy. Ina maana huyu mzungu anakitembeza ogopi maradhi? Mwambie ndugu yako hapa sio huko kwao, ukimwi nje. Yani
Anatajizolea maradhi. Atarudi kwao. Atakuwa amekonda kama njiti. Shauri yake, wewe endelea kupika, ikiwa tayari peleka chumbani kwake. Na wewe usiache kuongea naye. Jimmy alitoka nje akamwacha Vian akiendelea kupika huko akiendelea kuongea mwenyewe kuhusu Chris. Sikujua kama ni kiruka njia, kumbe naye yumo. Namuonea huruma Chris. Kwanza wanawake wa huku watamchuna mpaka ile ngozi yake. Anajifanya mjuaji. Hii ni bongo bwana. Supu ilipokuwa tayari, Vian alibeba, alipeleka chumbani kwa Chris. Alipofika mlangoni alisimama, akagonga. Karibu, alijibu Chris akiwa kajilaza kitandani. Vian aliingia na kuweka supu juu ya meza ndogo. Alikuwa karibu na kitanda. Chris alinyanyuka kitandani akakaa na kushukuru. Asante. Vian alimwangalia jinsi alivyokuwa kachoka, macho yake yalikuwa mekundu. Alimsikitikia na kutaka kuongea jambo, lakini alisita na kupiga hatua ili atoke pale chumbani. Alipokaribia mlangoni alisikia anaitwa. Alisimama na kugeuka. Chris, abe, subiri kidogo. Vian alisimama kusikiliza. Unajua kupika wewe? Ni mpishi mzuri bora sana hivi. Wewe kufikiria kufungua mgao? Vian akatabasamu. Alijua zali kalipata limemwangukia. Aliamini wazungu sio watu wa mchezo. Kwa kusaidia hapo vizuri, ukizingatia Chris anatoka kwenye familia yenye pesa sana. Hapana, sijui kufikiria. Kwa hali yangu ya panku pakavu leo afadhali ya jana, nitapata wapi mtaji wa kufungua mgao? Unatakiwa kufikiria sasa, ujui mambo jinsi yalivyo. Huko unaweza kupata maisha bora kuliko haya. Vian alimwangalia huku akiwa anamsoma kama vile anachokiongea anamaanisha au akili yake yapombe. Wakati huo Chris alichukua kijiko akaendelea kwenye supu. Huyu mbona sikuelewi, unamaanisha nini kusema hivi? Au unataka kunifukuza kazi? Na ndio kwanza na miezi miwili tu, ukiwa bado unafikiria. Akasikia Chris akisema, haya maisha unayoishi sio yako Vian, ni yangu. Ipo siku utachoka na itakulazimika kuondoka, hivi kwa shari au kwa heri. Maneno ya Chris alimchoma Vian mithili ya mafuta ya moto. Hakuwa na nguvu ya kuongea tena. Alimsogelea mlangoni, alistuka, alifungua kitasa, akafunga mlango na kutoka nje kimya kimya. Akaenda kukanja kwenye ngazi akiwa anatafakari maneno ya Chris. Mara Jimmy alimuona, alimsogelea karibu, lakini Vian alikuwa mbali sana kimawazo, huku mkono wake ukiwa shavuni. Jimmy alitoa mkono shavuni kwa Vian. Unawaza nini mpaka ukae kama mwanamkiwa? Nawaza mengi sana, sijui hata hii kazi ni ipi. Kwani unasema hivyo Chris? Kakuvunjia heshima tena? Hapana, lakini kuna mambo kayaongea, lakini kama vile mtu anaitaka kufa. Sasa anatoa usia, sijui una maana gani kusema hivyo? Ameniambia haya sio maisha yangu, ni yake. Ipo siku ataondoka, nitaondoka. Hivyo unatakiwa kujipanga. Jimmy